Salamu kutoka Sarajevo, mji mkuu wa taifa dogo la kanda ya Balkan linaitwa Bosnia Herzegovina. Kwa barani Ulaya pengine hakuna mji ulio na historia pana na ya kusisimua kushinda Sarajevo. Mchanganyiko wa watu wenye tamaduni na hata dini tofauti walioendelea hapa kwa karne chungu nzima umefanya mji huu mkuu wa Bosnia Herzegovina kupachikwa jina la Jerusalem ya Ulaya. Hata hivyo, ni mchanganyiko huo ndio wakati fulani ulisababisha balaa lililoitumbukiza sio Sarajevo pekee bali Bosnia nzima kwenye korongo la mauti na kuacha kovu ambalo hadi leo nchi hii na watu wake wanahangaika kulifuta. Hebu tuanzie nyuma kabisa. Sarajevo imekuwa kwenye vitabu vya historia kwa miaka mingi, lakini ni mauaji yaliyotokea kwenye mji mkuu mwaka 1914 mwanamfalme Franz Ferdinand aliyekuwa mrithi wa kiti cha enzi cha ufalme wa Austria-Hungary ndio yameufanya mji huu kuwa na jina la pekee yake kwenye historia ya ulimwengu, kwa sababu mauaji hayo yalikuwa chanzo cha kuzuka vita vikuu vya kwanza vya dunia, na kwa hakika ilikuwa ni kwenye makutano haya hapa ya barabara ndipo mkasa huo ulitokea miaka 111 iliyopita. Ferdinand na mkewe walikuwa ziarani hapa Sarajevo wakiendeshwa kwenye gari la wazi. Kijana mmoja wa Kibosnia mwenye asili ya Serbia akawavizia kwenye kona hii hapa na kuwapiga risasi zilizowaua wote wawili. Sababu yake ilikuwa ni kupinga kukaliwa kwa Bosnia Herzegovina kwa mabavu na Austria-Hungary. Mauaji ya Sarajevo kama yanavyofahamika kihistoria yalifungua lango la kuzimu duniani kwa mapigano ya miaka 4 baina ya madola yenye nguvu. Mji wa Sarajevo na kusema kweli Bosnia nzima kulikuwa na mchanganyiko mkubwa wa tamaduni, asili na dini. Wayahudi, Waislamu, Wakristo madhehebu ya Kikatoliki na wale wa Kiorthodox walikuwa wakiishi kwa raha mustarehe kwa miaka mingi, ikiwa ni pamoja na wakati Bosnia Herzegovina ilipokuwa sehemu ya Yugoslavia. Walionyesha hilo pia pale Sarajevo ilipokuwa mwenyeji wa michezo ya Olimpiki ya msimu wa baridi mwaka 1984. Kila mtu anasema mashindano yale yalifana sana na alionyesha ukarimu kwa watu wa Bosnia. Lakini hali ikageuka kwa mchafukoge pale Yugoslavia ilipoanza kusambaratika na juhudi za kusaka uhuru zikaishia kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 1995. Vita vilipiganwa kila kona ya nchi hii kati ya Bosniaks na Wakroati waliopendelea uhuru dhidi ya vikosi vya Bosnia wenye asili ya Serbia waliopinga kujitoa ndani ya Yugoslavia na wakaamua kuunda taifa lao wenyewe. Wakati wa vita, mji huu wa Sarajevo na wakazi wake walionja joto yenyewe. Vikosi vya Bosnia, wa Serbia na wale walioshinda Yugoslavia viliuzingira mji huu kwa miaka 3 mfululizo tangu mwaka 1992. Hakuna kutoka, hakuna kuingia. Kila pembe ya mji huu ilikuwa ikipigwa mabomu au risasi zilizofituliwa na wapiganaji wa kulenga
shabaha. Vitu vya msingi kama maji na chakula ilikuwa ni ndoto kuvipata. The Siege of Sarajevo au mzingiro wa Sarajevo umevunja rekodi zote duniani kwa kuwa kampeni ya kijeshi ya muda mrefu zaidi kwenye eneo moja katika historia ya ulimwengu. Kilele cha vita hapa Bosnia ilikuwa makubaliano ya amani ya Dayton yaliyotiwa saini mwaka 1995 ambayo yaliunda moja ya mataifa yenye mfumo wa ajabu kabisa wa utawala duniani. Hivi sasa nchi hii inaundwa na maeneo mawili yenye utawala wake wenyewe. Bosnia Herzegovina inayotawaliwa na Bosniaks na Wakroat, alafu sehemu ya pili ni Republika Srpska iliyo chini ya Wabosnia wa Serbia. Pia nchi hii ina wadhifa wa rais ambao wakati wote unashikiliwa na watu watatu: Mbosnia, Mkroat na Mserbia, na wanabadilishana kiti kila baada ya miezi 8. Halafu juu yao kuna mwakilishi wa jumuiya ya kimataifa, si raia wa nchi hii na hachaguliwi na raia wa taifa hili. Miaka 30 baada ya vita unaweza kudhani vidonda vyake vimepona, lakini kusema kweli ni kama vimetiwa pamba tu. Nikiwa hapa Sarajevo, wale wanaojua kwa karibu kile kinachoendelea wamedokeza kwamba hadi sasa Bosnia Herzegovina ni sawa na nyumba ya udongo, kamwe haistahimili kishindo.